Kama ilivyoandikwa kwamba walioitwa ni wengi wateule ndio balaa, ndo wachache. Hii ina maana gani? Ni kama vile mbegu ulizozipanda shambani ni nyingi, lakini zilizoota ni chache. Kwa hiyo mteule ni aliyeota. Na huu mfano una maana gani? Ni kama vile watu wanavyokwenda kuandikishwa shule. Walioandikishwa shule ni wengi, lakini watakao faulu na kukizi vigezo vya kufaulu ni wachache. Kwa hiyo kumbe utakuja kugundua kwamba issue sio kuitwa. Mimi wokovu wangu na miaka 10. Mimi ni mwokovu wa muda mrefu. Sisi waokovu. Sisi ni watu wa maombi. Shida sio hiyo. Shida je, umefikia hatua ya kuwa mteule? Mteule ni aliyefaulu. Kumbe hata kuokoka unatakiwa uingie kwenye vipimo vya kufaulu. Huyu anayefaulu ndio atakayemwona Mungu mteule. Mteule ndo atakayepaa. Mteule ndo atakaye kwenda kukutana na mwana wa Adamu aliyefaulu. Kwa hatutaki tukutane na mtu mimi wokovu wangu wa muda mrefu. Umeshawahi kujiuliza wewe umeitwa umekuwa mteule? Kumbe habari ya mjini ni uteule. Na mteule Mungu mtazama mteule. Na mteule wa Mungu ndo Mungu mwangalia. Wako wapi watakatifu wangu? Kwa issue sio kukaa sana kwenye kuitwa. Kwa wako kundi la kanisa leo hii wamekaa kwenye wokovu kwa muda mrefu. Ina maana ni watu ambao wako kwenye kipindi kile cha kuitwa. Ninachopenda kusema, hebu tumtafute elimu, tutafute mambo mazuri, tuwatafute walimu wazuri ambao watatufundisha namna ya kufikia maana yake waliofaulu. Bwana, ninakuomba Mungu wangu, ninakusii unifanye niwe mteule. Unipe kuweza nami nifuke mageti yote, vikwazo vyote, ili nizidi kukupendeza katika uteule. Maana nimeyakana yote, nimeikana dunia, nimeiacha dunia kama ulivyopenda. Mtu akiipenda sana dunia, kukupenda Mungu akupo. Nimeiacha dunia kwa majonzi makubwa, nimeacha mambo ya dunia kwa majonzi makubwa. Natafuta tu uteule wako. Sio mchezo. Kuna muda tumeacha roho zinauma.